Bwana Nyasaye ukamano ma kilo wai pa machalo kamano ambaye ametuleta katika kuga kama huu. Anakono wach madwaro ni mwana som ninalo neno nitakalotaka nisome Injili mara Yohana, katika kitabu cha Injili ya Yohana. Tutasoma katika kitabu cha Injili ya Yohana. Injili mara Yohana mmoja somo na sura chiel. Injili ya Yohana tutakayosoma ni sura 1. Wesne matindo chiko. Aya ndogo yake 9. Amen. Nasema yes. Amen. Amen. Bumawacho nilele adira no biro epi. Agano nasema eti nuru la ukweli likakuja duniani. Nilikuwa duniani na tena dunia ikaumbwa kwayo. Bali dunia haukumtambua. Hapana chelo wacho nino biro birigige. 11 nasema kwamba alikuja kwa vitu vyake. Na watu wake hawakumkaribisha. Mpaka leo watu wengi mtuma na wake. 12 nasema kwamba wote waliomkaribisha aliwapa nguvu ili na awe watoto wake Mungu. Alikuja kwa vyake, bali watu wake hawakumkaribisha. Yohana anasema kwamba alikuja bali watu wake hawakumkaribisha. Bali wale wote waliomkaribisha aliwapa nguvu. Wote waliomkaribisha aliwapa nguvu ya kuwa wana wa Mungu. Nuru lile la ukweli la ng'aa. La ng'aa bali dunia bado halijalitambua. Dunia bado halijalitambua lile nuru. Agano anasema kwamba alikuja kwa vitu vyake. Bali watu wake hawakumkaribisha. Alikuja bali hawakumkaribisha. Agano anasema alikuja kwa vyake bali watu wake hawakumkaribisha. Amen. Watu wake hawakumkaribisha. Agano anasema eti kwamba watu wake waliomkaribisha aliwapa nguvu. Na wakawa nao wana wa Mungu. Watu ambao walimkaribisha aliwapa nguvu. Ili nawe nao wana wa Mungu. Aliye mwana wa Mungu ni yule aliye na nguvu. Manake amepewa kinachoitwa nguvu. Hebu tengeneza mashine teknisha tafadhali. Agano anasema kwamba aliwapa nguvu ili na wawe nayo watoto wa Mungu. Wote waliomkaribisha aliwapa nguvu ili na awe nao wana wa Mungu.
tunafundisha kuhusu kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni tofauti na ufunuo. Ambapo ni ufunuo. Ni tofauti na kasumba. Ni tofauti na kinachoitwa majuju. Majuju ni kile kinachoweza kutabiri neno. Kinaweza kaona kitu kwa mtu, bali halina nguvu ya kutenda kitu kwa kile alichoona. Ni kile kinachoweza kuona neno. Na kwa hakika kilicho tofauti kati ya Roho Mtakatifu na majuju. Majuju unenea kinachoanguka chini. Majuju unena kwa vita. Amen. Majuju ni yule anayenena akidumu kwenye vita. Yeye anashinda kifo, sanduku limeanguka na uwawa. Mwingine anakuja kufanya usherati. Mwingine amekuja kuchukua nguvu. Mwingine amekudunga na mitishamba. Hiyo ndio majuju. Na baadhi na kile kinachoitwa Roho Mtakatifu, ambaye nitalizungumzia leo katika uga huu. Roho Mtakatifu ni tofauti na majuju. Ya kwanza, Roho Mtakatifu akaanza eti kwamba ni nuru. Aliji kwa mtu kabla ya kumtengeneza. Amen. Ukisoma kilichonakiliwa kwa Wathesalonike katika waraka wa pili 2:14 yasema hivi: alituita ili tufike katika utukufu wake. Ile utukufu wake ndiye Roho Mtakatifu anayezungumzia sasa hivi. Ile utukufu wake ukisoma pale moja anaenda 11 na Paulo anaendelea katika waraka huu ya kwamba kile tunachowaombea ili ya kwamba mtembee kulingana na mwito mlioitwa nayo. Ni sababu ya sisi kwanza kutengenezwa. Yule wa kukaa ndani yetu anaitwa Mtakatifu. Ndio maana anaitwa Roho Mtakatifu. Kwanza mtu anatengenezwa kwa neno. Ya pili nayo inasema ili ikiwezekana ile utukufu wa Mungu itoke kwa ile kinachoitwa njema unaohubiriwa. Ile neno njema tunaohubiriwa ndio kwanza inakuja kututengeneza. Baada ya kututengeneza, ndio baadaye yatengeneza moyo na Roho Mtakatifu inakuja. Akaona sema kwamba alikuja kwa vitu vyake, bali watu wake wakumkaribisha. Na wale wanamkaribisha ni wapa nguvu ili wakuwe wana wa Mungu. Roho Mtakatifu ni tofauti na kasumba. Ya kwanza cha kutambua nayo Roho Mtakatifu, kuna
watakapokuja na jina langu, nitawatambua kwa matunda. Tunda lile ndio ishara ya kwanza. Wagalatia. Hebu tusome kidogo kwa haraka. Tano aya ndogo 22. Hebu haraka usiende kwa haraka. Ni sura na haya. Yes. Tunda la kwanza la Roho ni upendo. Upendo. Ambapo Paulo anasema katika Korintho wa kwanza eti kwamba ingawaje utanena kwa ulimi, hata ukuna imani za kutamka milima, na hauna upendo, wewe ni kama kengele inayopigwa. Bila kukuwa na upendo, hiyo ni ishara ya kwanza kujua roho wa ukweli. Kilichokuwa kuwaona kama liko na tunda la kwanza la upendo. Manake upendo. Akasema kwamba tajari kibaya alichotendewa hatashika uadui. Upendo yaweza kufanya bidii. Upendo hapendi zake mwenyewe. Upendo. Watume walitembea bila mtu kuhesabu yake kama yake. Wote. Kila mmoja alichukua za mwenyewe za kama yake. Hiyo ni mmoja wa tunda wa Roho Mtakatifu. Ndio kile nataka niongee leo. Kwa hiyo Roho ambaye atakayofundisha tunda lake la kwanza ni upendo. Ukiona kama ile ishara ya upendo liko kwako, unafaa kuitafuta. Upendo. Akasema lile upendo yaweza kama wakibaya ambaye mwenzako amekufanyia. Upendo haitaki yule ambaye amekupenda unazungumza naye. Ungeweza kwa nyumba ya mwalimu mpaka ukakule ugali, mpaka upate kulala. Upendo ile hiyo ndio original ambayo sisi tunapita naongea. Jambo la pili nasema serikali. Furaha. Hiyo ikatika utungula wa Roho Mtakatifu. Je, wewe ni mtu wa furaha? Je, wewe uko na furaha? Kwa Injili. Je, una furaha na mwadui wako? Je, una furaha na nyumba yako? Je, una furaha na malipo yako pakavu? Je, una furaha na watu wote?
unapiga domo. Ukuriemi au fukuzwi. Amen. Kwa nini tunaenda hiyo? Tunakuwa na ukiasi njiani. Nikijamo kwa sababu gani? Paulo wale barua mapenzi soma. Paulo anasema kwamba sije waraka dunia inasoma. Neno huku chumba pepa. Kuonekana mkisimama kando. Ujao hiyo siasa maneno za bura kampuni na serikali. Mlikana kama siasa wanaenda kutengeneza serikali kitu. Amen. Uiduru mnakuwa na ukiasi. Mambo ya roho. Hayo zote ni kitu tunalo. Amen. Soma hiki. Hebu soma umalize. Ungetik makwenda roho inano. Hakuna sheria kinyume na ile ambayo imewekwa. Maneno machungu na ukweli. Ile roho inasimama niongelee. Hayo ni matunda. Eka wako ni miti. Ndipo dukana kuna ukarama. Amen. Miti madropo uregina. Hakuna karama na roho ilitokuni na matunda. Niko wacho. Agano nasema. Nikiricho nuomiro kwa miti ya uchi abichi. Ya kwamba Kristo alikuja na makarama 5. Uneka faukano. Ya vapia nisome pale. Mwana wange. Ili tujue. Niko watomo kanye. Ili tujue tumeelekea wapi. Hapaku ya leo. Amen. Amona lute utamanu. Amen. Wadishone uma. Tunaenda kusoma kwa gani? Uniko wange miche. Yafaa tujue mpaka makarama. Miche uniko wange. Makarama pia yafaa tuyajue. Mwana wange ni mokari. Ili tujue ya kwamba kumbe watomo kanye. Tumeelekea wapi. Amen. Uniko wange kama waleo. Yafaa tujue tunakoelekea. Uniko wange kama waleo. Yafaa tujue tunakoelekea. Amina pakachia ndio Efeso. Efeso 4:11. Nitamuita mfalme mtakatifu baada ya mwisho. Soma. Mali emejina nokito jomoko obedote. Alipeana nafasi wengine wakawa watume. Amen. Wengine aliopatia karama ya kuwa watume. Mungu anaweza akamtumia. Roho yaweza wakampeleka mahali. Kwa utume. Amen. Jinsi alivyokuwa akipeleka baba wetu mwenye nini. Akaingia naye kule Tanganyika. Hakuna tafsiri. Na anahubiri Kigamboni lakini Tanganyika anaokolewa. Ndiye marehemu anasema wakati wanagawa alikuwa anamhubiria. Yeye hata kujaliwa hakuwa anajua. Na Roho Mtakatifu amtafsiria. Na utukufu wa Mungu yaizimiza hiyo neno. Amen. Hilo ni utume. Hata kama tunaruka hapa bado. Nilimwambia waje kwa Mungu mzali hata nakuta yake tutafika. Manake alipoingia kule Migori. Na Isaka ndiye akamtengeneza mkutano. Na Maoria walioishi pale Mungu akaokoa pale. Na mnunuzi mkubwa pale ndiye akaokolewa pale Maoria. Huyo ni Mungu wa mzee. Hata kama tunahubiri sasa Migori.
Sasa Roho amenisimamisha nitafute aone tuingie kwa hiyo mkutano. Damani